Kwenye sherehe moja iliyofanyika usiku wa manane, watu wawili walikuwa wakibishana kuhusu mambo madogo yasiyo na maana. Kwa bahati mbaya, mmoja alimgonga rafiki yake aliyekuwa kwenye sofa wakati wa shughuli hiyo ya mazishi. Jambo la kushangaza ni kwamba upande ule mwingine ulianguka chini bila kutoa jibu lolote. Ray aliona tukio hili na akaanguka chini haraka ili kutoa huduma ya kwanza. Little Black hakuwa na hali ya kuendelea na ugomvi, hivyo aliharakisha kupiga simu polisi kuomba msaada. Cha ajabu, hakuna mtu aliyejibu simu, na marafiki pamoja na mbwa wote walikimbia kutoka mahali hapo kwa sababu ya hofu. Hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kukimbia kuingia ndani ya nyumba na kuwaomba wengine msaada. Ni hapo ndipo alipotambua kuwa marafiki zake wawili waliokuwa kitandani walikuwa hawapumui kabisa na walikuwa kimya. Mabadiliko haya ya mfululizo yalimfanya achanganyikiwe kwa muda. Aliziba haraka mdomo na pua yake na kukimbia nje. Ray anafikiri lazima itakuwa ni aina fulani ya uvujaji wa gesi. Si muda mrefu tangu walipokuwa wamekaa ndani ya nyumba hiyo. Wawili hao walibewa kwa haraka miili ile mitatu hadi kwenye gari. Kisha tukaendesha gari kuelekea hospitalini ili kuona kama tungeweza kumwokoa tena. Lakini walipofika hospitalini, walishtushwa kukuta korido ikiwa imesongamana kwa wingi wa maiti. Lakini katika hali hiyo ya hatari, wawili hawa hawakufikiria sana kuhusu kutafuta msaada kutoka kwa daktari. Ana alileta mtu nje mara moja ili kuangalia baada ya kusikia hali hiyo. Kisha iliamuliwa moja kwa moja kwamba hakukuwa na tumaini la uokozi kwa watu kadhaa, na miili inaweza tu kuwekwa ndani ya gari kwa muda kwa sababu idadi kubwa ya wagonjwa pia wamekufa kimizenge hospitalini hapo usiku wa leo na wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi. Tunaweza tu kufanya uchunguzi wa kina baada ya polisi kuwasili. Hakukuwa na njia kwa wote wawili kusubiri kwenye ukumbi kwa wasiwasi, huku wagonjwa wasiohudumiwa wakilazimika kufumba macho yao na kufanya mazoezi. Lakini kile wasichokijua ni kwamba mawasiliano yote ya tahadhari na ulimwengu wa nje hayakuweza kupatikana. Mkuu wa hospitali, Dean, aliyewasili kwenye eneo hilo baya, waliondoka moja kwa moja kwenye umati na kuondoka kwanza. Ana aliweza tu kugeuka bila msaada na kumpuuza mhusika huyo mwingine, akielezea kwamba angeweza kusaidia tena, lakini baada ya kufanya kazi usiku kucha, lazima apumzike kwanza. Lakini hajui kuwa usingizi huu utakuwa usingizi wa milele. Punde si punde Ray alikuwa wa kwanza kuiona hali hiyo. Alimwona mzee aliyekuwa amelala akitoka povu mdomoni wakati ule. Ni dhahiri ni dalili ya kupoteza fahamu. Alisimama na kuwaita wanafamilia wake. Lakini katika sekunde iliyofuata, mwanamke huyo naye alianguka akiwa goigoi. Ana, ambaye alisikia kishindo, alikimbia haraka kuja kuangalia. Baada ya kuona hali hiyo ngumu, alikimbia haraka kuelekea chooni ili kumwamsha mwenzake kwa ajili ya msaada. Lakini akagundua kuwa mwenzake huyo alikuwa amepoteza mapigo ya moyo wakati fulani. Hali hiyo ya ajabu iliwachanganya kabisa watu wachache waliobaki, pamoja na kutoweza kuwasiliana na polisi. Ana aligundua mara moja kwamba kitu fulani kinaweza kuwa kimebadilika katika ulimwengu wa nje pia. Akifikiria hili, waliharakisha kuendesha gari kuelekea mjini ili kujua, na kama ilivyotabiriwa, mji mzima ulikuwa na ukimya wa tishio. Ana alijaribu kufyatua risasi hewani, lakini hata hivyo hakuna mtu aliyekuwa akitafuta damu. Kwa uthabiti zaidi, watu wachache walitazama huku na kugundua kwamba kila mtu alipoteza maisha yake akiwa usingizini. Mimi na mpenzi wangu tunaipenda hadithi hii inayosisimua. Ana aligisia kuwa huenda ni virusi vipya vilivyosangabishwa na usingizi, na hakika kuna wafanyakazi usiku hapo nje ambao hawajalala bado. Walionusuru wote lazima waonyeshwe kwa namna moja ama nyingine ili kukaa macho. Black alifikiri mara moja kwamba angeweza kutuma ujumbe kupitia redio. Na wakati tu tulikuwa tunakaribia kuondoka, gari liliharibika na kuzimika kabisa. Lakini ikatokea tu kwamba mpenzi wa Ray alipokea simu wakati huu. Kate, ambaye alikuwa ndio kamwe ameachana naye, alifikiri upande mwingine unataka kuendeleza uhusiano, akielezea kwa kukosa subira kwamba ametoka tu kwenye zamu ya usiku. Subiri hadi uamke. Kisha akakata simu bila kumsubiri Ray azungumze. Akiwa na wasiwasi, hakuweza kusubiri gari litengenezwe na mara moja alikimbia kwa spesi ya ajabu. Irmaya alifika kwa mpenzi wake kabla hajaanguka usingizini. Nyumbani, lakini kikabiliana na maneno ya ajabu. Kate hana bahati hata kidogo. Kwa bahati nzuri, Ana na wale wawili wamewasili kwenye kituo cha redio kuwajuza na wakufanya walionusuru wote wakutane hospitalini. Lakini kusikiliza habari kwenye redio, sura ya Kate ilianza kuingia hofu hatua kwa hatua. Sikuweza kulala, nilitumia baadhi ya vidonge vya kusingiza. Baada ya kusikia haya, Ray alimwomba mpenzi wake haraka atapite. Hatimaye akakaribia kutapika kabla ya memeng'enyo. Lakini hata hivyo bado alikuwa na wasiwasi. Ni kikomo kwa mtu mkawaida kutolala kwa siku 3 ama 5, na kutakuwa na magonjwa mengi mwilini na akilini baadaye. Suluhisho lazima lipatikane kabla ya wakati huo. Lakini aliporejea hospitalini, alikuta hakuna mtu aliyethani kuja, isipokuwa tu kupata bibi Kizee anayelalamika kwenye wodi. Upande ule mwingine unateswa na saratani na hawezi kulala. Lakini pia ni maumivu yanayomfanya Martin abaki macho. Watu wachache hawakuweza kusema ukweli walipoona hivi. Walimwacha tu Kate awe kando yake muda wote ili kumzuia asisingie. Wakati wale wengine watatu wakijiandaa kufanya upasuaji wa maiti kwa ajili ya marehemu ili kuona kama wanaweza kupata dalili zozote, lakini tu alipoanza, Ana alishangaa kukuta maiti ambayo ilikuwa paswa kuwa baridi, kichwa chake kina joto kubwa sana. Na kwa upasuaji huo, joto lingi lilitoka kichwani. Na alipoinua kabisa fugu la kichwachi na kulikuwa na alama ya pembe 3 katika paji la usoni la mwathirika, hajasubiri Ana ajue nini kinaendelea. Ray alishuhudia tukio hili, alijawa na hofu kabisa.
Inatokea kwamba sababu iliyomfanya Kate apange kuachana naye ni kwa sababu alimnasa Ray akitembea usingizi usiku wa manane na kujiuma siku za chache zilizopita, na bila kujitambua alikuwa na alama hii imechongwa kifuani mwake. Ray hajui uhusiano ni nini. Alipokuwa katika hali ya kuchanganyikiwa, Kate alimtafuta. Bila mahali pa kuzungumzia, hatimaye alifunua siri ambayo ilikuwa imezikwa kwa miaka mingi. Ilitokea kwamba alikuwa na majinamizi tangu akiwa mtoto. Katika ndoto, si tu kwamba nyangumi wakubwa wanaelea angani, bado kuna kundi la watu wa ajabu waliojifunika nyuso zao ardhini ambao wanaendelea kumkaribia. Na kadiri ndoto zinavyozidi kuwa za kawaida, nyangumi walianza kuanguka chini na maumbo ya wale watu wa ajabu yanazidi kuwa karibu na karibu zaidi. Awali alipokuwa akizidi kukua kwa miaka mingi, hakuota tena. Lakini kwa sababu fulani jinamizi limetokea tena hivi karibuni. Hapo ndipo Kate alipotambua kuwa mpenzi wake alikuwa katika maumivu makali. Lakini wakati tu alikuwa anakaribia kumfariji, Alex alikuja mbio. Aliona kuwa Anna amempeleka bibi kizee kwenye chumba cha scanning na kufunga mlango. Watu kadhaa walihoji kwa sauti kubwa nje ya mlango kwa haraka. Anna anadai kuwa amemwambia yule bibi kizee ukweli. Mwenza huyo anayekaribia kufa anaamua kulala ili kumsaidia Anna kuchunguza ukweli. Pia alifanya uamuzi wake baada ya kufikiria kwa muda mrefu. Ndio maana walizuia watu wachache mlangoni. Wakiogopa kutenda kwa hisia, walipoteza nafasi ambayo yule bibi kizee alikuwa ameinunua kwa maisha yake. Upande ule mwingine ulijitolea mhanga kwa hiari ili watu kadhaa waweze kuizuia bila sababu. Punde Anna alipata uchambuzi wa picha kutoka kwenye skani. Tishu za ubongo za bibi kizee zilitofautiana kwa kiasi kikubwa kabla ya kifo. Hii pia inamaanisha kuwa upande ule mwingine ulikufa kutokana na jinamizi. Ni aina gani ya ndoto? Ni aina gani ya ndoto ambayo unaweza kufa ndani yake? Sijui, lakini lazima ilikuwa ni mbaya sana. Bado hakuna matokeo ambayo yanamfanya Alex kuporomoka kabisa, lakini jaribio la Anna halikuwa bila matokeo. Muungano wa Ray uliuliza ni muda gani baada ya yule bibi kizee kulala. Kama dakika 3. Dakika 3. Sawa, acha nilale kwa dakika 2.5 kisha uniamshe. Kisha nathibitisha kwamba tukio hili la ajabu lazima lihusiane naye. Labda anaweza kupata jibu katika ndoto zake anapolala. Baada ya kusema hivyo, alijieleza kuhusu yeye mwenyewe na Kate mara moja alikataa mpango huo wa hatari. Lakini Anna anafikiri anaweza kuishi milele. Vinginevyo kila mtu atakufa mwishowe. Lakini hata hivyo Ray hajalala kwa zaidi ya saa 40. Ili kuzuia ajali, aliruhusiwa tu kulala kwa dakika 2. Kisha amshe hata iweje. Ray ambaye alikuwa hajapumzika kwa muda mrefu, alilala baada ya muda mfupi. Alipoamka tena alikuwa amerudi kwenye ardhi ya nyasi iliyozoeleka. Lakini safari hii, Ray alijikuta akiwa na mnyororo uliovungwa mguuni mwake. Hata ajaribu vipi hawezi kuvuta pumzi kutoka ardhini. Amekwama hapa kwa siku kadhaa. Akiwa na mdomo mkavu alitaka kunywa maji lakini hakuweza kuyafikia. Wakati huu, Ray alikuwa anajiuliza kwa nini hakuna mtu aliyekuwa amemwamsha bado. Hajui imekuwa hivi kwa muda gani. Hatimaye gari lilikaribia kwa mbali. Alimwona mama yake ambaye alikuwa amekufa kwa miaka mingi akishuka kwenye gari. Bado alichuchumaa akiwa na glasi ya maji aliyokuwa akiitamani mkononi mwake. Lakini wakati Ray alipoichukua, alistuka kukuta kuwa maji yale hayakuwa tu machafu. Pia kuna alama ya pembe 3 katikati. Ingawa alielewa kuwa kuna kitu kibaya nayo, lakini mwili wake uliokuwa na kiu bado ulimfanya atake kuyanywa. Wakati huu, Ray ghafla alihisi mtazamo wa ujumla. Yule mnyama alijificha uso atiyotokea tena, si mbali sana. Nyangumi mkubwa alianguka pia aliyotokea angani. Ni kwamba tu wakati huu, yule mtu ajabu hakuvaa kinacho ajabu. Na alipofungua mikono yake, yule mamba pia alirudi ndani ya gari kama mhusika wa filamu. Kisha mtu huyu alitembea polepole kuelekea kwa Ray na kueleza kila kitu. Inatokea kwamba mama yake alitengenezwa na mnyama anaitwa jinamizi, Nightmare. Kusudi ni kumkaribia na kummaliza Ray. Idadi kubwa ya binadamu walioangamia waliuawa kwa kupanda kwenye ndoto, na wao ni shirika zuri dhidi ya majinamizi. Angalia kote kwa watu wenye nguvu kubwa ya kiakili kujiunga na mapambano. Ni kwamba tu Ray huwa anawapinga na kuwaepuka. Tunaenda wapi? Naelewa, kweli aliamka kutoka kwenye usingizi wake bila hatari. Anna anadai kuwa dakika 2.5 zimepita tangu alipoanguka usingizini. Lakini hata umuite kiasi gani huwezi kumwamsha. Henry aliamka kutoka kwenye usingizi wake bila hatari. Baada ya mwili kupona, Ray alieleza haraka kile kilichotokea katika ndoto. Lakini baada ya kusikia haya, kila mtu alihoji kwanza kabisa Aristella iko mbali gani kutoka kwao. Hata ukipaa huko itachukua angalau saa 17. Na ni Little Black tu ndiye aliyepata somo la kurusha ndege na hajalala kwa karibu saa 60. Hata hana sifa ya kuwa dereva. Ikiwa kuna tatizo lolote angani, huwezi kutoka. Lakini safari hii Kate alichagua kumuunga mkono mpenzi wake bila masharti. Wenzake waliobaki hatimaye waliamua kujaribu chini ya ushawishi wa Ray. Mara moja walianza kupanga mahitaji. Lakini wakati huu uchovu wa kaida ulikuwa umeanza kujitokeza polepole, na mara unapotokea ni vigumu sana kuuzuia. Rick alitoa haraka dawa ya kusisimua na kumwacha ainuse, lakini hata hiyo bado haiwezi kumfanya mke wangu awe macho. Akimwangalia mpenzi wake akianguka usingizini, akiwa na wasiwasi alichoma moja kwa moja dozi ya adrenaline. Msisimko mkali hatimaye ulimwamsha upande ule mwingine. Wote wanne walifika uwanja wa ndege salama. Little Black pia alifanikiwa kurusha ndege hadi kwenye muinuko wa juu baada ya kupitia mwongozo wa mtumiaji na kuangalia tangi la mafuta. Lakini muda mfupi baada ya athari kupungua, Kate hakuweza kuvumilia tena, na safari hii hawakuweza
kumwamsha kwa njia yoyote ile. Katie alianguka tu kabla ya alfajiri, lakini hawakuwa na wakati wa kuomboleza. Kadiri mateso yanavyozidi kuwa marefu na marefu, kila mtu anaanza kuhisi uchovu. Fahamu za Little Black zimeanza kufifia hatua kwa hatua. Inabidi aendelee kumngata mwili wake ili kujiweka macho. Lakini hata hivyo bado hawezi kupinga mtego huo. Hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kumpa sindano. Hii ilimfanya Alex alipunguze kasi mara moja, na kuzuia ajali yoyote, Anna pia alimkabidhi kisu cha upasuaji, scalpel. Acha atumie maumivu ili kukaa macho inapobidi. Na sasa Ray anakaribia kupoteza udhibiti. Anna aliona hili na kumwamsha haraka. Watu wachache walisimamiana tu kwa muda mrefu. Hatimaye waliona kisiwa walichokuwa wakikitamani huko chini. Bado hajafurahi. Little Black aligundua kitu cha kutisha. Alizunguka kisiwa kile na kugundua kuwa hakuna barabara ya kutua ndege. Sasa inatubidi tutue kwa lazima kwenye bahari kabla ya mafuta kuisha. Kusikia hivi, walirudi haraka kwenye viti vyao na kufunga mikono yao ya usalama. Kisha katika mitikisiko waliendelea kutarajia kwa wasiwasi. Bahati nzuri, pembe ya kutua ni uzuri. Ndege haikuvunjika vipande vipande. Watu kadhaa wote walipanda ufuani bila hatari. Na punde mtu mmoja kutoka mbali alisikia sauti na kukimbia kuja. Tazama nyuso zao zenye wasiwasi. Mzee huyu aliharakisha kueleza utulivu wake. Kisiwa kinalindwa na nguvu za kimungu, wale ambao hawawezi kuathirika na majinamizi. Baada ya kuona maisha rahisi ya wakazi wa kisiwani, watu kadhaa hatimaye walitulia. Akimwangalia mhusika mwingine, bado kuna maswali mengi. Mzee huyo alisema kuwa mmiliki wa kisiwa angejibu mashaka yote yao. Punde Ray alikutana na yule anayeitwa mmiliki wa kisiwa. Ilitokea kwamba mtu huyo alikuwa yule mtu aliyemuongoza katika mbato yake, na chini ya maelezo ya mzee huyo, hatimaye alielewa kila kitu. Inatokea kwamba Mark amekuwa akitaka kuvamia ulimwengu huu na kuangamiza wanadamu kwa muda mrefu, lakini dunia pia ina Mungu mlinzi ambaye amekuwa akilinda kwa siri. Nyangwini ni tembe kubwa ya Petronis, lakini huku Petronis akishindwa, ulimwengu unaanguka pamoja naye. Kisiwa hiki pekee ndicho kinacho nguvu za kimungu zilizobaki, lakini hakuna aliyevunja vizuizi na kufika kisiwani. Nguvu za Mungu mlinzi zitarejeshwa, na watu wenye nguvu kubwa ya kiakili watarejesha nguvu za kimungu haraka zaidi. Akimwangalia Ray ambaye bado yuko katika hali ya chini, Mark alimfariji asikate tamaa. Kipaumbele sasa ni kupata pumziko. Tutazungumza zaidi tutakapoamka kesho. Akimwangalia nyangwimi mkubwa akielea taratibu juu ya kichwa chake, hatimaye Ray alilala akiwa na amani ya moyo. Lakini kile asichojua ni kwamba watu duniani kote wanapoamka kutoka kwa wafu, mbombi bado zilingawa na mwanga wa mwekundu wa ajabu wa nyota ya pembe tatu. Ni wazi kwamba jinamizi linataka kuwadhibiti ili kuanzisha shambulizi mkali na kwenda kwa Katie ambaye yuko karibu na kisiwa hicho. Sasa amekuanda kimya kimya. Kuhufiani kwamba unashi utakuwa wa rafiki wangu mfupi sasa. Haya.